Chamge missing. Asante sana Sir Farouk Kibet. Father wetu, asante sana kwa neno. Leo umetuambia ya kwamba tuende mlimani, tukuje na mbao zetu. Na leo hii tumeenda mlimani, tumekuja na simiti, tumekuja na mchanga, tumekuja na mawe, tumekuja na chuma, tumekuja na dirisha, tumekuja na mabati, tumekuja na pesa ili tuhakikishe ya kwamba tumemaliza kanisa hii. Mimi nataka kushukuru ndugu yangu Sir Farouk Kibet. Kwanza, juzi nilipompigia simu, nilikuwa kwa constituency, nikamwambia hii Central, hii picha naona ni ya ukweli. Akaniambia ni ya ukweli. Nikamwambia naona kama wewe unanipanga, kwa sababu unajua yeye hakuna mtu anajua kupanga kazi kama huyu ndugu yangu Farouk Kibet. Saa zingine hata namwambia yeye katika mazishi yake, hiyo wakati ikifika yeye ataamka aseme nyinyi hamjapanga vizuri, alafu arudi. Lakini baada wako na masiku mingi duniani ya kuendelea kupanga. So mimi nikafuatana na yeye, nikaenda mpaka huko Central juzi na jana, kuona kama ni ukweli ile upendo nimeona huko ya rais. Na kwa kweli wale watu wa Central wanampenda rais wetu William Samoei Arap Ruto. Ya pili, mimi nataka kuwashukuru watu wa Moiben kwa sababu ya kumchagua huyu Professor Phyllis, huyu mama. Pigeni huyu mama makofi. Huyu mama ni mama mkakamavu, ni mama shujaa, ni mama ambaye anapanga maneno kule bunge. Ukiona hata maswali imekukushinda, unapatia mama, anaiweka vizuri. Kwa hivyo nataka kumshukuru kwa sababu ya kumchagua huyu mama. Lakini mimi nataka nishtaki huyu mama. Nimshtaki huyu mama? Mimi nataka nishtaki huyu mama kwa watu wa Moiben. Huyu mama kule bunge anatusumbua sana. Huyu mama anatusumbua sana. Mimi niko katika ile kamati ya budget. Tuko na huyu Atandi. Huyu mama kila siku yuko pale asubuhi mapema, anataka pesa ya barabara. Tukipatia yeye aende, kesho tena anakuja, anasema anataka pesa ya stima. Tunafukuza yeye, tunamwambia enda, tena anakuja anataka pesa ya maji. Sasa huyu mama inaonekana hana kazi ingine. Sisi tunataka turudishe yeye hapa nyumbani afanya kazi ingine. Umekataa? Ama nyinyi ndio mnatuma yeye? Nyinyi ndio mnatuma yeye akuja atusumbue? Kwa hivyo tuko na kibarua. Sawa, sisi tumekubali kama nyinyi ndio mnatuma yeye, wacha tusukumane na yeye, na hiyo kazi nzuri anaendelea kufanya, azidi kusaidia watu wa Moiben. Sisi tumekuja hapa kusaidia kanisa na kusaidiana katika sekta ya maendeleo. Mimi nataka kuwaambia watu wa Moiben na watu wa Bonde la Ufa, kwanza nataka kuwashukuru kwa sababu ya kutupa kiongozi shupavu, kutupa kiongozi mkakamavu, kutupa kiongozi ambaye anaweza kuhusisha Wakenya wote na kuleta Wakenya wote pamoja ili tuweze kusonga mbele. Kama sio William Ruto huyu ambaye mlitupatia, Kenya hii saa hii ingekuwa imechukuliwa kwa madeni. Huyu William Ruto amepanga kazi. Sasa ile kazi alikuwa anapanga miaka 2, kila mahali watu wanaenda wakishangaa. Mimi nilikuwa mlimani jana na juzi. Ile masoko William Ruto rais wetu amefungua kule, zaidi hizo siku 2 niliona soko zaidi ya 16 zikufunguliwa kule.
Na nchi hii kati ya zile constituency 290, kila constituency iko na soko moja ama soko mbili ambazo zinaendelea. Ukizunguka Kenya hii, kila mahali saizi iko manyumba ya affordable housing. Watu walikuwa wanachukulia mzaa. Hata mimi mara ya kwanza sikuwa naamini. Lakini vile tunaendelea kutembea na yeye, mimi naona manyumba zinasimama na watu sasa wanaweza kuishi mahali pazuri. Gaucho, wewe unaweza tuhakikishia kule Kibira, nilienda nikaona watu sasa wanaishi kwa nyumba za maana, nyumba ambaye iko na choo ndani, nyumba ambaye iko na bafu ndani, nyumba ambaye iko na mazingira mazuri, kwa sababu ya ile difficult decision ambaye rais wetu William Ruto alifanya. Saa hizi sekta ya kilimo, kitambo tulikuwa tunaogiza fertilizer na shilingi 7,500. Saa hizi bei ya mbolea ni shilingi 2,500. Kitambo hata kupata hiyo mbolea ilikuwa ni balaa. Saa hizi mbolea, ninasikia gavana anasema mbolea itakuwa hapa kesho, mbolea nyingine itakuwa kule. Kwa sababu rais anajua nguzo ya nchi hii ni kilimo. Na nyinyi watu wa Uasin Gishu, watu ya Moiben, tunawashukuru kwa sababu kama sio nyinyi, chakula Kenya ingekuwa ngumu kupata. Nyinyi watu ya Uasin Gishu tunawashukuru zaidi, kwa sababu mmeweza kulisha taifa letu la Kenya. Kitambo bei ya kahawa ilikuwa shilingi 40. Saa hii bei ya kahawa imepanda. Saa hii iko 100, 110, 120, huko nilikuwa Central mpaka 140. Kwa hivyo nikisikia gavana akiwaambia analeta seedlings 1,000,000, pangana na gavana, anajua bei ya kahawa imepanda. Bei ya bei ya chai. Kitambo last year, the money that we collected from tea was 170 billion. Mwaka huu tulicollect 230 billion, 50 billion more from ile ambayo tulikuwa tunacollect previously. Hiyo ni ile kazi ambayo rais amefanya. Ukienda hapa Western kwa huyu rafiki yangu, Western sukari hawako wanalipwa bei sukari. Saa hii Kenya hii, si ndo tulikuwa tunaenda tunaleta sukari kutoka nje. Mwaka uliopita Kenya hatukuleta sukari hata tone moja. Hawa watu ya Western walituletea sukari yote kutoka Western. Ile kazi rais amepanga sekta ya elimu mahali Bitoki huko, ameandika walimu zaidi ya 76,000, kitu ambaye haijawahi fanyika tangu dunia yumbwe. Ameandika walimu wa TVET wengi sana, zaidi ya 5,000. Saizi ma TVET zetu zimetengenezwa, ziko sawa. Huyu rais amefanya kazi nyingi. Vile tunaongea saizi, ile pesa ambaye bunge ilipitisha shilingi 7 ya RMLF, tukasecuritize hiyo pesa. Saizi contractors the last 1 month wamelipwa zaidi ya bilioni 42. Miezi 2 kutoka sasa tena wanalipwa zaidi ya shilingi 60,000. Hii yote ile mabarabara yetu ilikuwa imekwama, contractors sasa wamerudi. Sasa nyinyi niwaulize, wale ambao wanataka kushindana na huyu jamaa anaitwa William Ruto, ako na masoko, ametengeneza mingi kushinda wale marais waine wamekuwa. Ametengeneza affordable housing nyingi kushinda wale marais walikuwa. Sekta ya kilimo ametengeneza vizuri, watu wanapata pesa nyingi kushinda wale marais waine walikuwa. Sekta ya elimu amepanga CBC walimu wengi kushinda wale marais wote walikuwa. Alafu huyu ndio mtu wanataka kushindana na yeye. Hawa watu wako na kibarua, kwa sababu yeye scorecard yake ni scorecard ambaye inajieleza. Na huyu mtu ambaye bado wanataka kushindana na yeye amekuwa mbunge term ngapi? 3. Si William Ruto amekuwa mbunge term 3? Aliwahi shindwa? Amekuwa naibu wa rais term 2, alishindwa? Amekuja amekuwa rais, sasa ndio mnadhani mtamshinda? Naambia wale watu ya opposition wajipange sawa sawa, kwa sababu 2027 tutakanyaga hao sawa sawa, tutapita na wao. Nyinyi mnadhani William Ruto anaweza enda term 1? Na hii kazi yote amefanya?
Si kazi itajiongelelea? Ile kazi amefanya, hakuna mtu ambaye Kenya hii ameweza kufanya wale marais wote wamekuwa. Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kusupport rais wetu William Samoei Ruto. Tuzidi kumuombea kama kanisa. Na sisi wabunge tutahakikisha we give him the necessary support that he requires. Tunajua kuna wengine wanataka kusambaratisha vitu hapa lakini hawawezi. Hata juzi niliona ule mtu ya kutoka kwa kina Mutusi anasema IEBC. Tunataka tumuambie hivi, we believe the selection panel that has been constituted to enhance or to make sure that we get the IEBC commissioners that will be able to move the country forward and to make sure that the elections that are there are conducted in a free and fair manner. Kwa hivyo hii makesi yote alikuwa ameweka before tukapita, saa hii tena anataka kuweka kesi zingine. We will make sure, and I want to assure Kenyans, and we want to tell the IEBC panel that was constituted, do your job. Give us the best people who can conduct elections, because we have so many by-elections. These people want their representatives. Kenyans want their representatives. So let us give the IEBC panel time to constitute the commissioners, and we believe that they are going to give us the best commissioners who are able to forge the IEBC forward so that we can be able to move forward as a country. Mimi sina maneno mengi ya kusema, ni kuwashukuru watu wa Moiben na kuhakikishia watu wa Bonde la Ufa tuko pamoja, tutasonga pamoja. Hata ile maneno mengine yote tulisikia jana, we as the National Assembly and the Senate, and I know my brother Aaron Cheriot is here, he will speak about it. We support devolution. Governor wetu tunataka kuhakikishia ya kwamba we support devolution. And what the Prime Minister said yesterday, I want to concur with it, but we also have to have a rider that hii pesa ambayo inakuja kwa county tutahakikisha imekuja, lakini pia hii pesa inadepend na ile pesa ambayo sisi from the national government we collect. So we support devolution. We will continue supporting devolution because we believe devolution is good for the people of Kenya and is good for our country. Sina mengi ya kusema, mimi ningewaomba tuzidi kuishi pamoja, tufanye kazi pamoja, tushirikiane na William Ruto, tushirikiane na Raila Odinga na Profesa Kithure Kindiki. Mungu awabariki, tutazidi kufanya kazi pamoja. $50,000 alafu hii kwaya ya nini utawapatia 50,000. Tuimbie hii.